Sisi tunaangamia katika hii soko, biashara zetu zimekufa, watoto wetu hawajaenda shule kwa sababu hatuna malipo yenye tulilima miwa na tukaingiza kwa hii kiwanda ya Nzoia. Tafadhali serikali tunaanzia juu kwa Mr. President. Wewe ulikuja hapo ukatuambia ni lazima hii kiwanda utuletee kiwanda mpya. Sisi tufanye namna gani tulime miwa tukileta hapa biashara zetu zikue. Na sisi mpaka wa leo hatujapeleka watoto shule. Tuko na madeni, loans tunadaiwa, biashara zetu zimekufa kwa ajili sisi tujalipwa hapa pesa na biashara zetu. Tuka hapa tulikuwa tumechangamana, ni wafanyikazi, wakulima na stakeholders wa hiki kiwanda cha Nzoia Sugar. Tunadai haki yetu, haki ya arrears zetu ambazo zimemaliza zaidi ya miaka 3. Nataka tu kuambia kwamba serikali yetu imekuwa ni serikali ya uongo. Wakati hivi viwanda vilipeanwa, havikuuzwa, kulikuwa na kitu kinaitwa leasing. Kwa hivyo sijui sasa kizungu ndio mbaya ama shida iko wapi. Kwa sababu kama ni leasing, stakeholder bado ni serikali. Lakini vitu vinatendeka hapa, serikali inatuhaidi fedha zetu, tuliwekwa mkataba ambao unaenda mpaka mwezi wa 6. Sasa hivi wangekuwa huo mkataba umekuwa implemented. Watu hawana safety gears, hakuna hospitali hapa ndani, wafanyikazi wamekuwa kianguka wakikufa. Sasa sisi tuko kwa shida, hatujui kama hii ni Kenya. Mambo mengi, hata Labor Relations Act haifuatiliwe hapa ndani. Employment Act imekuwa violated. Harassment iko hapa ndani. Muhindi anatusi wafanyikazi, anatukana wafanyikazi wakienda nyumbani. Sasa tunashindwa. Sheria hapa Kenya kuna sheria kweli? Na kama zipo sheria na serikali iko katika hii ndoa ya inaitwa leasing, kwa nini wanaangalia pembeni? Arrears zenye tunadai 10.8 billion for the whole sugar industry. Wenyewe wanajua kwa sababu walikache wakafanya hesabu, lakini baadaye wakaanza kudanganya. Hizi hesabu wako nazo. Sasa kitu nataka tu kusema tena, wafanyikazi wako nje. Alafu saa hizi kuna hii mkataba ya kuandika hapa watu retention. Kazi ya chini. Hiki kiwanda kimekuwa kisaidia community. Unakuja kupata kazi ya chini kama kazi ya kufagia na kubeba sukari, ni watu wetu hapa walikuwa wanafanya. Lakini sasa hivi wanasafirisha mtu kutoka Mombasa akuja afagie. Hiyo kazi ndogo ya chini ilikuwa ya watoto wetu. Arrears zenye tunadai 10.8 billion for the whole sugar industry. Saa hizi ninavyoongea kuna watu 50 wamekufa. Na ile kifo wamekufa is one linked to hardship, depression, emotional. Hizo vitu zote zimewaumiza retirees. Ninavyoongea tena hivi sasa 12 wako bedridden na wako deformed, zile stroke victims. Na hii inatoka kwa depression. Kwa hivyo wanazongo ya mawazo. Kwa hivyo serikali imewatanganya ya kwamba itawalipa kwa muda. Raya alikuja kanunua kampuni, akapea serikali pesa. Na nyinyi mko kwa serikali, pesa mmepeleka wapi? Mlikuwa hapa mkauza kampuni, pesa mmepeleka wapi? Sisi tunalia, tunataka hizo pesa zenye mmechukua, mturudishie pesa zetu hapa, wafanyikazi wanaumia. Watoto wajaenda shule. Kuna wenye wamerita hawajapata pesa. Kama usipoleta pesa, weta utakuwa one term. Ingine, we president. Tapi jatuh rai. Bakaran, aku mungkin ini mungkin jangan boleh.